wa kuomba, wacha tusikie gospel. Lakini labda nikirudi pale nyumbani kwangu, wacha niweke diamond yangu pale ndani nijiburudishe. Unaweza waambia nini? Okay, kwangu kibinafsi naweza waambia kwamba hiyo halifai kwa Mkristo, halifai kabisa. Sababu huwezi sema mguu mmoja kwa Mungu, mguu mmoja kwa shetani. So kwa hivyo inafaa wachague njia moja. Kama ni kwa Mungu ibaki kwa Mungu. Kama ni kwa shetani pia ibaki huko. Sababu hata Biblia ikasema kwamba usiwe mbaridi, usikwe na joto mingi. Uchague pande moja. Yeah. Na wewe nini kinakupa nguvu ya kuendelea? Kinachonipa nguvu ya kuendelea ni kwamba marafiki wanaonishawishi, wananipea moyo, wananifuatilia kule YouTube, wananitia morali. Na pia haswa kibinafsi maombi. Maombi imenisaidia pakubwa. Yeah. Na labda umefika kiwango ambacho umeitamani ku give up? Kabisa. Kuna wakati nimejaribu ku give up. Kwa sababu unapata kwamba changamoto ya pesa hazipo vile unavyotarajia, labda unahitajika mahali fulani. Mfano tu, kuna wakati nilihitajika kule Nairobi kufanya huduma tu bado, lakini nikashindwa kufika kwa sababu ya pesa. So kile kikafanya nikahisi kwamba hii kazi ni kama haidefai. Yeah, so kuna wakati pia nafika mahali nashushika, lakini marafiki wananitia morali pia. Haya, nikitazama kwenye kronometa muda unayoyoma, na ningependa kwanza uweze kuwapa vijana wetu, unajua hasa wanarika la Gen Z, ningependa uweze kuwapa ushauri wako. Okay, ushauri wangu ni kwamba kwa vijana wote hapa hata sio nchini Kenya peke yake, duniani kote, inafaa tu wajue Mungu. Kwa sababu hilo ni jambo la lazima na sio tafadhali. Sababu ukishajua Mungu itakuwa mwanzo na mwisho wa maisha yako. Yeah. Na unajua labda kuna vijana wanasema kwamba utatazama yule mtu ambaye anaomba habarikiwi zaidi kushinda yule mtu ambaye haombi. Unaweza waambia nini kuhusiana na labda jambo kama hilo? Maana unapata kwamba yule mtu ambaye anaenda kanisani kila siku unapata kwamba ako na pikipiki. Lakini yule mtu ambaye maneno na Mungu hajui, utapata kwamba yuko na gari, ukimpata maraba nini ndio mwanzo kwa kusema kila kitu kina gharama yake. Ukiona mtu amefanikiwa kwa mbio ya kasi, kwa mwendo wa kasi, unajua kwamba kuna gharama aliiwekea. Kwa hivyo huenda unaenda kanisani, uendi kanisani, lakini una gharama yako pia umelipa. Kwa hivyo ushauri wangu hapo pale ni kwamba kila chochote ambacho unakiona kwa mwenzako, usikuwe na tamaa ya kufikia kile kiwango bila kujua gharama ambayo ameiwekea. Sasa ushauri ni kwamba tuweze kuyazingatia nini kiko nyuma ya kile kitu ambacho huyo mtu anafanya. Kabisa, hiyo ndio ushauri wangu. Asante sana, lakini kabla tutamatishe, ningependa basi uweze kuwapa ushauri wanamuziki wenzio ambao labda ni wadogo pale. So ushauri wangu kwa wanamuziki wenzangu ni kwamba tutakaposhikana tunaweza fanya kazi ya Mungu iende mbali. Kwa sababu kupitia kwa nyimbo tunaweza kuwin souls za watu zikuje kwa Mungu. So kushikana tu, la muhimu ni kushikana na kushauriane pale ambapo panahitajika, na pia kusaidiana. Ukiona mwenzako ameinuka, msaidie mwenzako ambaye ako chini yako. Aya, asante sana kwa muda wako, lakini kabla utoke ningeomba basi uweze kutupa basi kauli yako ya mwisho ama pale ushauri wa mwisho tukifunga. Ushauri wangu wa mwisho, sidhani kama ni wa mwisho, kwa sababu huenda labda siku nyingine nikajipata hapa studioni. Lakini kwa sasa ningependa niwaache na hili. Wale ambao wanajituma kwa kazi ya Mungu, wanafikia katika changamoto, wanahitaji watu wa kuwatia moyo. Kwa hivyo mtutie moyo na pia mtufuatilie kwa mitandao jamani. Hilo ni ombi langu. Na itakuwa vizuri tutakapopanda viwango, tutakumbuka na nyinyi pia. Aya, unapatikana namna gani? Labda pale mitandao, labda pale wapi unapatikana vipi? Labda kuna mtu ambaye angependelea kukufikia kwa ajili ya ngoma ama muziki ama kwingineko, pia ulisema wewe ni mwanabiashara. Labda kuna mtu pale ambaye angependa kuungana na wewe kwa ajili ya biashara, kuna mtu pale angependa kuungana na wewe kwa ajili ya muziki. Unapatikana vipi? Okay, inapatikana mitandao zote. Minister Alvin Calvin Official. Kwa kila mtandao utakapotafuta nitapatikana. Minister Alvin Calvin Official. TikTok hivyo, Facebook hivyo, kila mahali. Na labda bila shaka unaweza tupa nambari ya simu ama kuna tashwishi kidogo upande huo? Hapana, nitawapa. Tupe. 07 41 23 1407. Unaweza rudia? 07 41 23